ile miba ambayo utaweza kuipitia. Uwezi ukaistahimili vikwazo ambavyo utapita katikati yake. Hiyo knowledge ambayo nataka nikwambie kabisa, mpenzi mtazamaji wa Gospala unayenitazama katika kipindi hiki, kwamba hiyo knowledge ulionayo kwenye akili yako ya hilo jambo haitoshelezi wewe kufanya hilo jambo na kufaulu. Huo uzoefu ulionao haujitoshelezi kwa wewe kuanza hicho kitu na kufaulu. Nataka nikwambie kabisa kwamba lazima, ili uweze kufaulu, ili uweze kwenda katika njia ambayo itaweza kusababisha uvuke na ufaulu, ili uweze kupita hapo, lazima uwe na nguvu ndani yako ambayo itakuwa kama itakulainishia njia na milango ya wewe kupita. Hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ukishajiungamanisha nayo, ukishajishikamanisha nayo, itakuwa itakusaidia, kwa sababu nguvu ya Roho Mtakatifu yenyewe inaona mbele kabla ya wewe kuona. Inafika pale ambapo wewe hujafika, yenyewe inaanza kufika kwanza. Nguvu ya Roho Mtakatifu, ngoja nikwambie kitu hiki ambacho labda ulikuwa hujajua. Nguvu ya Roho Mtakatifu ina tabia moja, kwamba utakapojiunganisha na hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu, labda upo kwenye kampuni unategemea kustaafu miaka 20 mbele au miaka 40 mbele. Utakapojiunganisha na nguvu ya Roho Mtakatifu, yenyewe itafika kule miaka 40. Itaanza kufika yenyewe kabla ya wewe kufika. Itaanza kusearch kule miaka ile 40 kuna kitu gani. Wewe ndio una mwaka mmoja, ndio una miezi mitatu kazini. Ukijiunganisha na hii nguvu, raha yake ni kwamba inatazama mbele kabla ya wewe kutazama kule. Yani inafika kabla ya wewe kufika. Yenyewe inafika na kurudisha majibu saa hiyo, ndani ya dakika hiyo. Inafika na kuziba mashimo ambayo yako mbele miaka 40. Inayaziba yale mashimo wakati wewe ndio una siku 2 kazini. Nguvu ya Roho Mtakatifu ina uwezo wa kukuvusha mahali. Kama nilivyosema kwamba kuna vikwazo mbalimbali ambavyo tunapitia kwenye biashara, kwenye uchumi, kwenye elimu, kwenye ndoa, kwenye maisha yetu ya kila siku. Kuna changamoto mbalimbali ambazo tunapitia. Sasa adui akishaona unapita kwenye changamoto, yeye kazi yake ni kukumaliza. Lakini utakapojiunganisha na nguvu ya Roho Mtakatifu, itaweza kukusaidia. Biblia inaposema kwamba utakapopita katikati ya maji mengi hayatakugarikisha, wala katika moto hautateketea, alikuwa anazungumzia nguvu ya Roho Mtakatifu. Kama una nguvu ya Roho Mtakatifu, nataka nikwambie ndugu yangu, changamoto inaweza ikaja kidogo ikakuondoa, ikakutoa kabisa kwenye mstari wa ndoto zako. Inaweza ikaja changamoto kidogo sana ikakuondoa, usibaki hata chembe.